Sana leo tutaangalia mada fupi, mada ambayo inatukumbusha uhusiano wetu na Bwana na reaction yetu tuliyofanya tulipokutana na Bwana. Na kichwa cha somo letu mchana leo nategemea jinsi tutakavyoandika, lakini mimi nimesema pale tunapojisahau. Pale tunapojisahau. Au unaweza ukasema, je, tumesahau? Unaweza ukajiuliza, hivi ni kweli umesahau? Pale tunaposahau. Tungekuwa tunaongea kule nje, tunasema wale Waswahili au vijana wasema tunapojizima data. Unajua kuna wakati fulani hivi tunaweza tukajizima data kana kwamba hatumo au kana kwamba havituhusu. Tunajisahau kana kwamba ni sisi. Na leo pia tunaweza tukaangalia pale ambapo ni kitu gani ambacho kilipelekea tukajikuta tumesahau au tumesahau kabisa. Unajua kila mtu anajua jinsi gani Bwana alipomtoa. Bwana ametutoa katika situation tofauti. Ametutoa katika mazingira tofauti. Na kila mtu akipewa nafasi anaweza akashuhudia jinsi gani Bwana alivyomsaidia au alivyomwezesha kufika hapa alipo. Je, umewahi kusahaulika sehemu au kwenye tukio fulani? Kupiga picha, umewahi kusahaulika sehemu? Pengine ulikuwa unasafiri, tuchukulie mfano, unaenda mkoani na unapatia pengine kibaa ya gari linatokea Mbezi, alafu umewapigia kondakta kwamba wakusubirie, unasubiria kibaa. Alafu gari lilipofika unajikuta gari imetangulia, gari imeshakuacha, wamekusahau. Ulijisikiaje? Je, umewahi kusahaulika? Pengine kwenye harusi, umealikwa wewe miongoni mwa walioalikwa kwenye harusi, na pengine bwana harusi ndio rafiki yako au bibi harusi, na iliyofika muda wa kutambulisha, na kweli ulitumia gharama kubwa, kama ni kushona nguo, ulishona nguo, kuchanga ulichanga, na ulikuwa na timu ya kwenda kwenye harusi, na ilipofika muda wa harusi wakatambulisha watu wengine, na kimsingi wewe ni miongoni mwa watu muhimu zaidi kwa bibi harusi au kwa bwana harusi, akatambulisha wengi alafu akakusahau. Ulisikiaje? Maana wengine wanaweza kusema kama harusi moja niondoke, kisa tu hajatambulishwa, anaje na chakula, anaondoka na ile gauni, kama ni gauni nzuri, kama ni shati nzuri kwa ajili ya harusi, anaondoka kwa sababu tu hajatambulishwa. Je, vipi kwenye msosi? Wamenunua watu wengine wengi, wameenda kula, hapo jamani, pole tulikusahau. Ulijionaje? Na miongoni vitu vibaya duniani, sahau vitu vyote, usahau watu kwenye msosi. Msosi ni kitu kidogo sana, lakini matokeo yake ni makubwa zaidi. Na nimewahi kusimulia story kule kwetu, mtu aliwahi kuua ndugu yake kisa msosi. Wametoka shule mchana, na walipotoka shule mama alikuwa amewatendea maziwa sina mgali fulani, na huyu mwingine akaongeza kwake, alafu si baadaye akaingiwa na uroho, akaongeza kingine cha rafiki yake na ndugu yake kwa hasira na njaa akamtandika na akafa. Msosi. Na hata leo tumekuja hapa, baba amesema amequote Zaburi 33 ya kwamba tumekusanyika kwa upendo. Sijajua hapa kuna msosi au la. Upo pastor. Pastor. Hapo kuna msosi. Na unatoka shangaa kwa wengine walikuja wakiwa na furaha, kisa tu msosi, wataondoka na huzuni. Azuri ndio kwa kuona kwa mimi ndio kupewa kinyago, kinyago kidogo hivi. Hapa angalia ni mfupa tu. Anatoka amenuna, amekasirika, kisa tu amesahaulika. Okay. Lakini hebu piga picha kuhusu rafiki yako. Pengine kama wanafunzi wa TUSE au watu wengine, mlisoma, mlikuwa discussion pamoja, mlikuwa mnafanya vitu kwa pamoja, na inawezekana sio wanafunzi, pengine pale biashara mwenzako au jirani yako, na kwa muda fulani mkatengana. Na mlipotengana ikachukua muda fulani.
Inawezekana ni mwezi, inawezekana ni mwaka mmoja, miaka 10, na baadaye mtakutana. Ndio mlipokutana kwa kweli mlikuwa mnaibana. Kila mtu anamtazama mwenzake. Unashangaa kupita kana kwamba hakufahamu. Anajitoa ufahamu, amezima data. Na unakumbuka kabisa kama geti ulikuwa unamaliza geti lako mnakula wote. Lakini sasa hivi amekusahau na miaka 2 imepita. Je, ulijisikiaje? Uliposahaulika, je, ulijisikiaje? Unajua kuna kipindi fulani tunayokwenda wanatukasa, kama una wengine zikana wako hapa. Tulienda wanatukasa mwaka 2014. Kama sio 14, 2015 tulienda Baraton. Wangapo walikuwepo? Ule mkutano wa vijana tulienda wanatukasa. Wote hapa ni majinsia au? Alright. Tulienda 2014. Mimi kipindi nimejisajili nilikuwa niko union ya huku kwetu, union ya kaskazini, ya kusini. Lakini muda wa safari nilipofika nilikuwa niko University of Arusha. Na sasa ililazimu nikae room ya union nilipotoka, union ya kusini. Lakini kimsingi nilienda nao safarini walikuwa ni watu wa kaskazini, ndio vingine vya Arusha na ndio vingine huko. Na tulikaa sehemu moja, tukakaa wiki nzima kile chuo cha Baraton, na siku ya kuondoka tulikubaliana ya kwamba tutaondoka saa 8 usiku. Kwa sababu nilikuwa nalala room nyingine tofauti na watu wengine, maana mimi natoka shule nyingine, japo muda wa kusafiri wa kwenda kwenye summit nilikuta niko chuo kingine, union tofauti. Ikanikuta mimi logistics iliyofanyika, mimi nilibaki kwenye vyuo vingine, wao wakiwa kwenye vyuo vingine vya union husika. Na kama tunatoka Jumamosi jioni tunarudi Arusha, maana tulienda na kurudisha basi. Tukakubaliana tutafika mahali hapa saa 8 usiku. Kwa hiyo kila mtu hakikisha unafika saa 8 usiku, tunaanza safari. Na mimi nikajikoki nikalala kidogo, maana tulikuwa na vitu vingi, tukalala tukapumzika. Ilipofika saa 7 nikaamka. Nilipoamka nikajiandaa vizuri, saa 7:30 nikafika. Nafika namuuliza mlinzi, mbona sioni shamba za watu kuondoka? Anasema ndio unaenda huko siku. Akasema sisi tulipanda tunaondoka tunarudi Tanzania saa 8 usiku. Baada ya saa hao ni wale wanatoka saa 7. Nilikuwa ungefanyaje? Alafu ugenini usiku. Mimi nimejipanga nimefika saa 7:30, nikakuta wenzangu kwa vile walilala sehemu moja, wengi waliamshana usiku wakasema hapoja kuondoka saa 8, tuondoke mapema kidogo. Kwa sababu walikuwa na wai boda, wakaondoka saa 7. Nikabaki peke yangu. Kusahaulika. Umewahi kusahaulika? Leo tunaangalia kisa ambacho itatusaidia kuangalia namna gani na sisi tunaweza kukaa kwenye makundi kama hayo. Kuna wengine tumesahau fadhila tulizofanyiwa aidha na wazazi, aidha na marafiki, aidha na viongozi wetu wa kiroho, aidha na walimu wetu whatever. Na hiki kisa kinapatikana kwenye kitabu kile cha Luka sura ile ya 17. Luka sura ya 17. Mstari ule wa 11 unasema, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu wangapi? Watu wangapi? Au watu walikuwa sifa gani? Wenye nini? Wenye ukoma. Wakasimama mbali. 13. Wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walifanyaje? Walitakasika. Fungu hili linatuambia kuhusu habari za watu 10 wenye ukoma. Unajua ukoma isikie tu ni ukoma.
ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi 13 na 14 inaelezea kuhusu ukoma ilivyokuwa katika Israeli, na inaelezea kwamba ugonjwa wa ukoma ulikuwa ni ugonjwa ulikuwa na tishio, ugonjwa uliokuwa unaanza kama upele, na kwa vile kipindi kile wakuwa na vyombo vya kuchunguza ni aina gani, ni ukoma au ni upele wa kawaida. Mtu yeyote aliyekuwa na upele alipaswa kutengwa, na alitengwa kwa siku 7. Yaani hata kama ulikuwa na upele kidogo kisichoeleweka au kidonda, ulipaswa kwenda kunyonyesha kwa kuhani, na kuhani alikuwa na kuangalia na kupima, na kuangalia anakuwa na dalili za upele au vile fulani, waliamua kutenga kwa siku 7. Na baada ya siku 7 ulipaswa kurudi tena hekaluni kujionyesha kama umepona, na baadaye kulikuwa na kawaida mbalimbali za kutakaswa. Na hivyo ugonjwa huo ukoma ulikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa ni tishio. Ukoma, mwandishi mmoja anasema kwenye katika Agano la Kale, ugonjwa huu waliugeneralize, haijalishi na upele, haijalishi kuna vile magonjwa mengine hiyo vitiligo. Kuna magonjwa fulani hivi na ngozi na kabuka na ikweli. Hivyo. Anasema wengine wao walishindwa kutofautisha kati ya ukoma na magonjwa mengine ya ngozi kwa sababu hawakuwa na vyombo vinavyoweza kuchunguza. Lakini ili kuonekana kwamba huyu alikuwa ana ugonjwa wa ukoma, ni pale ambapo angewekwa karantini, alafu baada ya siku 7 zikaisha au siku 7 zingine, na baadaye mgonjwa kuendelea kuonekana kutopona, baadaye ilidhihirika kwamba huyu alikuwa na ukoma. Na katika Israeli ukoma ulichukuliwa kama adhabu. Yaani aliyeugua ukoma ilichukuliwa kama ni adhabu, sio adhabu tu kwa mzazi, ilikuwa ni punishment kutoka kwa Bwana. Mtu yeyote aliyekuwa na ukoma alionekana ni mtu ambaye amelaaniwa, na kama matokeo kulaaniwa na Bwana anaamua kumwadhibu. Kwa hiyo watu walimtega. Tunapoona hii issue ya corona, by the way, sisi Tanzania Bwana alitusaidia. Sisi tulikaa kwenye karantini, tulikuwa kwenye changamoto hizi za corona, lakini kimsingi kuna watu wengine walikinywea. Kipindi cha corona nilikuwa sehemu fulani, wale kila mtu unamwona na barakoa. Yaani na polisi akikuta una barakoa, kuna uwezo walitoa wale mkubwa, utakaa huko siku nzima na utapigwa na faini. Kwa hiyo kila mtu alipaswa kuvaa barakoa, na uliwezi kupanda bodaboda kama una kitambaa. Na niliona watu wale ni waaminifu. Yaani mtu hawezi kukubeba bodaboda, hawezi kubeba abiria kama hauna kitambaa kikubwa cha kufunika, alafu ndio unavaa helmet. Lakini Tanzania huko inaji bodaboda ameona abiria, alafu mwingine anasusa kubeba abiria kisha kitambaa. Hana kweli. Ila kula haikuwezekana. Na walikuwa hapo strict, serikali ikikuona lazima utakinywea. Kwa hiyo unapoona jinsi tulivyotengwa kipindi cha corona, vivyo hivyo kipindi cha mtu aliyekuwa anaumwa ukoma, walimtenga. Alitengwa na ndugu, alitengwa na jamaa, alitengwa na familia yake, na waliwekwa pembeni kwa sababu waliamini kwamba ukoma ilikuwa ni ugonjwa, ilikuwa ikiashiria kwamba wewe umetenda dhambi, na kama tokeo la dhambi umeadhibiwa na Mungu na ukuwa na msaada. Walimtenga, na waliokutega hawakuruhusiwa kuchangamana na mtu yeyote. Na wakati mwingine kuhani alikuja, kama unaona kwamba unakaona kuu, ulimuita kuhani kuja kukuangalia. Na kuhani alipokuja kukuangalia, akikuta bado hujapona, wagonjwa hao waliachwa na wengine walipia huko. Na nasema wengine walijisikia vibaya pale ambapo waliona kuhani alikuja kuangalia, lakini wakajikuta bado hawajapona, na walijibu tu kwa upole, lakini wakiwa wamekata tamaa. Anasema leprosy was not
specifically painful, but the dreaded horror of it must have bitterly affected the whole life of the sufferer. Ugonjwa wa ukoma ulikuwa umizi sana, yaani sio kama mtu akiumwa malaria au akiumwa kitu fulani anasikia maumivu makali. Ugonjwa wa ukoma kimsingi ukikuingia ni kana kwamba usikii maumivu, lakini matokeo yake yalikuwa ni makubwa zaidi. Kidogo kidogo kinaanza na baadaye kinasambaa mwili mzima, na matokeo yake ilikuwa ni kifo. Na mwandishi huyu katika SDA Bible Commentary anasema ukoma ulifananishwa na dhambi. Dhambi unajua, kuna sehemu fulani niwahi kuwaambia watu dhambi ni nzuri, ni tamu, ila matokeo yake ni mabaya zaidi. Jamani, umenisikia? Dhambi ni nini? Sio kila dhambi zote. Maana umeua, umekata mtu ni nzuri kweli, ila kuna dhambi zingine ukitenda unaona kana kwamba una enjoy, ni nzuri, lakini matokeo yake ni mabaya zaidi. Umewahi kuona jinsi unavyomsuta mtu ndivyo kuzuri, unataka kumchamba mtu, chose sogeni kuko huyu, unachamba mtu, ile matokeo yake mtu akigundua kwamba umemchamba, uhasama unaanza, na kama ulikuwa rafiki mnatenganishwa kwa sababu ya kumchamba mtu. Na hata mwingine kwenye uzinzi, unakuta mtu ameacha mke wake, anakuambia anaenda kwa kimada au anasema ni wewe tu. Unajua kuna mtu mwingine mzuri duniani kama wewe. Akitoka huko anataka kwa mke wake, unajua nafsi yao ni kitu kibaya sana. Huko anasema wewe ni mzuri kuliko mtu yote. Akitoka huko anataka kusikia tena mke wake, unajua wewe ni mzuri. Ni sasa vijana huko nao mchoke huko na huko. Huko kama dada unajua ni mzuri kuliko mtu yote duniani. Akitoka huko anaenda sasa nyingine, unajua wewe sijakuwa kusikia kama wewe. Dhambi huwa ni nzuri tunapoifanya, ila matokeo yake ni mabaya zaidi. Inaingia kidogo, na matokeo yake yanakuwa ni makubwa zaidi. Dhambi imefananishwa na ukoma, ya kwamba ukoma napo inapoingia mwilini kidogo, lakini matokeo yake ni makubwa zaidi. Kumbuka, tunaangalia pale tunapojisahau. Yesu anakutana na hao watu 10 waliokuwa na ukoma. Jinsi anasema watu hawa walitekwa na ndugu zao. Makuhani ndio walikuwa kama madaktari wanaojua nani anaumwa na nani amepona. Na inaonekana tangu alipotibiwa Naamani katika Agano la Kale hakukuonekana na sali yoyote ya mtu aliyepona ukoma mpaka kipindi cha Yesu, kama tunavyoona kwenye kitabu cha Mathayo 8 na kitabu cha Marko. Na katika kisa hiki cha Luka 17 hakukuonekana na mtu aliyeponywa ukoma, na unaweza kuona kwamba wengi wanaougua ukoma, wengine walikufa kwa kutoona ndugu zao. Kisa cha hawa wakoma kinaelezea walipokutana na Yesu, na baadaye Yesu anatangaza. Yesu anapotangazia kwamba awakapaza sauti, Yesu Bwana mkubwa uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walifanyaje jamani? Walitakasika. Ilihitaji nini? Imani. Kuna wengine hawataki kuamini kwamba Mungu ana uwezo mpaka waone kwa macho yao. Hawa walivyoambiwa kwamba waende kwa makuhani, kimsingi wasingeenda kwa makuhani kama wasingekuwa na imani. Maana kilichopaswa kuwapeleka kwa makuhani ni imani ya kwamba kwa vile Bwana mkubwa Yesu ametuelekeza mbele, basi kwa imani tumepona. Unajua kuna watu wengine, kuna msemo fulani hivi unasema kwamba tege huona kwa macho. Nimejaribu kutafsiri kwenye lugha yangu ili na nyinyi mweze kuelewa. Ningesema kwa lugha yangu ingeeleweka zaidi. Ila tege huona uangalia kwa nini? Kwa macho. Tege asikii mpaka wale wamebondwa. Unajua kuna hatari anatimua mbio. Na kuna wengine hapo tumekuwa kama makenge. Binti nawaambia ukweli, huyu kijana huyu wao mienendo yao sio mizuri. Kuna kitu fulani ile kiko sawa. Unasema mimi nimependa vitu vyote hivi. Unasema kwa pengine ni wachawi, nimependa na uchawi wake hivyo hivyo.
Kwa kuna wamoja kuja kuna kipapa, nipo tayari kuamka naye hivyo hivyo nampenda. Na matokeo yake unafiki uhalisia unapoonekana sasa, unapoanza kuona kwa macho, unasema ningejua mimi, ila tayari utachelewa. Sasa unakumbuka bora kuliko kibuti ili upate mtu sahihi kuliko kuona mtu ambaye kwa kweli huyu hajanyooka na matokeo yake huko mbele sio mazuri. Wanaambiwa wakanyonyeshe kwa makuhani. Aya 15 inasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alifanya jamani? Alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa ni nani? Jamani, naye alikuwa ni nani? Msamaria. Unajua wanapozungumzia Wasamaria au kusoma Biblia, kipindi cha utawala wa Sauli, utawala wa Daudi, alafu utawala wa Suleiman. Baada ya Suleiman kufa, utawala huu taifa moja la Israeli liligawanyika makundi mawili. Kulikuwa na taifa la kaskazini makabila 10 na taifa la kusini makabila mawili. Na iliyofika kipindi cha mfalme Omri, anasema alinunua mji kwa mtu fulani, na huo mji akaupa jina jina la Samaria, ambao ulikuwa ni mji mkuu wa kabila wa yale makabila 10 ya kaskazini, na Yerusalemu ikawa ni mji mkuu wa taifa la kusini. Na baadaye kukawa na wafalme wawili, mwingine wa kaskazini, mwingine atawala kusini. Na ndio kusoma kitabu chako cha Mambo Wafalme wa kwanza na wa pili, Mambo ya Wakati wa kwanza na wa pili, utaona alipokuwa kutawala mfalme huyu wa Israeli, anaelezea na mtawala wa Yuda, kwa sababu kulikuwa na makabila mawili, pande mbili, divided monarchy. Na kipindi hiki taifa la kaskazini waliendelea katika kufanya mabovu, na walitoa wajumbe kwenda kuwaonya, lakini hawakusikia. Na iliyofika mwaka wa 722 BC, before Christ, kumbuka kabla ya Kristo tulikuwa tunahesabu ya kutoka juu kwenda chini. Mwaka wa 722, kama kukataa maonyo ya manabii waliotumwa kwa ajili ya kuonya taifa la kaskazini, ambao mji mkuu ulikuwa ni Samaria, Asiria, Ashuru akaja akauchukua mji wote, akateka wote na akaupeleka uhamishoni. Na sifa mojawapo ya wafalme hawa, mfalme Ashuru alikuwa akichukua mateka. Kwa mfano kama Tanzania kuna Wasukuma, kuna Wajaluo, kuna watu gani, anakuchukua kutoka huko Upareni, anakupeleka huko wapi, huko Mtwara huko. Anachukua mtu wa Mtwara naye anampeleka Musoma huko. Leo kubwa ilikuwa wasije wakapindua ufalme wake. Anawachanganya ili wasije wakafanya roho wakapindua ufalme. Kwa hiyo hata Waisraeli wa kaskazini walipochukuliwa na Waashuru, wakatawanywa katika mataifa tofauti, na Waasia wengine wakaja katika mji wao wa Samaria, wakakuta Waisraeli wengine watatu waliobaki, wakaoana. Baadaye waliozaliwa hawakuitwa tena Wayahudi ila Wasamaria. Kama umenielewa, funga mkono. Na ndio maana unaweza kukuta tunaanza kuita Msamaria. Msamaria alikuwa ni kama chotara, ni kama ni Mwisraeli lakini sio sana, lakini pia ni mataifa. Na baadaye walipochukuliwa wale wa hili taifa la kusini, hayo makabila mawili, mwaka wa 587, ningine sema 86-87, walipochukuliwa wakaenda utumwani. Tunajua walipoenda utumwani, waliporudi kipindi kile cha Ezra mwaka 157 au kipindi kile cha Nehemia mwaka 144, baadaye wakachukua ule mji wao, wakawaona wale wa Samaria wale ya kwamba hawa sio Wayahudi, maana wanapoishi ni tofauti na miiko ya Wayahudi. Na tangia hapo kukawa na uhasama kati ya Myahudi na Msamaria. Na sasa Yesu anapokutana na watu
10 anasema kati yao aliyerudi alikuwa ni nani? Msamaria, mtu ambaye alionekana pale katika jamii, ambaye alikuwa anaonekana kuwa sio mtu wa imani ukilinganisha na Myahudi. Na anasema huyu aliporudi akamshukuru Bwana. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu? Pale tunapojisahau. Hawa 10 wote walikinywa kikombe cha kuwa na ukoma, na pengine wote walikuwa tamaa, lakini walipokutana na msaada wa Mungu wakasahau kumshukuru yule ambaye aliwatakasa ili waweze kumpa utukufu. Hebu piga picha, ni jambo gani kubwa ambalo Bwana alikufanyia maishani, na reaction yako ilikuwaje unapokumbuka, au umesahau kama wale 9 walivyosahau? Nimeanza kwa introduction jinsi gani tunapojisikia pale ambapo tumesahaulika. Je, pale ambapo Bwana alikutendea mambo makubwa maishani, je, reaction yako ni ipi? Unaikumbuka au usahau? Pale ambapo kwa kweli kimsingi ulikuwa umedeserve kupelishwa, lakini Bwana akukusaidia ukakurukuta na baadaye ukashangaa umefaulu. Je, ulikumbuka Bwana? Hata ambapo pengine ulikuwa kufanya ugonjwa na ukaahidi Bwana tusaidie, ila kwa ugonjwa huu Bwana nitafanya 1, 2, 3. Je, ulifanya hivi? Wengi tumejisahau, wengi tumejizima data. Unakuta kuna mdada hapa alikuwa anasema Mungu nisaidie, nitatii uwezo wa maisha, na pale ni mwaminifu akakupa mume mzuri anayekusaidia, na ulikuwa kwa shule Sabato, ulikuwa unajitoa kanisani, lakini tangu ulipoolewa ukapata na mtoto kanisani tena hauwani. Wakikuuliza mama fulani pale siku za mjezeni nyie tu hujaolewa, jamani kwa mtoto kazi. Mbaraka wa Bwana umegeuka kuwa changamoto. Lakini kumbuka, mara ya kwanza ulimwahidi Bwana, Bwana nisaidie, utakaponisaidia nitafanya 1, 2, 3. Napo katika kumaliza kwa dakika 7 tu lake anasema, je, unakumbuka kuhusu ile dhambi? Pengine Bwana alipokuwa katika dhambi fulani, na kwa kweli Bwana alizuia tu kukuungua. Maana kuna wengine kama tungeunguka, Bwana anasema leo siku ya Sabato tulete skrini kubwa, tuweke hapa skrini kubwa, kila mtu tuanze kuangalia neno yake, nani angebaki? Wengine tunajitia kwenye kuvaa tai na koti, lakini nyuma ya koti Bwana anapotuangalia anatuhurumia. Wengine siku ya Sabato tunaonekana tumelimata na shati wazuri, lakini katikati ya wiki hatusomeki vizuri. Leo tutakujua, ingia tu kwenye social media, maybe Instagram au Facebook, whatever, just try ingia, alafu kutoa issue fulani na uzungumzia wa Sabato. Ukiona issue na uzungumzia wa Sabato hivi, mara nyingi vitu gani unaangalia? Huwa anazungumzia vitu kama vitatu hivi. Cha kwanza ni wanafiki. Nasema Sabato na wanafiki sana hao. Usiangalie tu. Ndikani sana ukipendeza huko kafiri wako wao ni marafiki zake na Mungu. Bila kutaka mtaani. Wanahudumia kuhubiri. Anapoonekana ndani kanisani na nje ni tofauti. Cha pili ambacho nadhani hiki ndio kinazuia ujinga. Hata wewe unaweza kutafakari. Una majibu uzinzi. Sio mchungaji, sio mzee wa kanisa, sio mwanakwaya. Alipotuenda huko tukutane huko. Yaani ni ishara ya kukutana huko. Lakini tupo kanisani na Bwana angeruhusu kutuungua, ni nani angesimama? Na ndio maana Bwana ni wa rehema. Na ndio maana nipenda kutangazia mtendo wa leo. Bwana ni wa rehema. Pale ambapo alipita dhambi zetu, tunapaswa kukumbuka na kuamwomba Bwana, uliniokoa kuniungua, naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Unajua kuna kisa kimoja kiliwahi kutolewa kule. Huyu mtu alikuwa ni shemasi. Na huyu shemasi alikuwa na mienendo fulani hivi si mizuri kanisani, na shemasi mwingine, shemasi wa kiume na shemasi mwingine.
Na unajua washiriki kuna wengine pia ni wambea, kanisani kuna wengine wambea, ila kuna wengine wanataka kukusaidia. Sasa nataka kutofautisha kati ya mbea mimi sijui. Bwana atakusaidia nani ni mbea, nani yule atakusaidia. Na kuna mtu akona mwenyewe kufanya mitaka shemasi wa kiume na huyu. Akaenda kumuuliza yule shemasi wa kiume kwa upendo. Na kama ni muhimu si vizuri hivi. Maana kila siku unapoona nao unajua kuna yule rafiki, alafu kuna mtu anaona kabisa kuna kitu fulani ile kiko sawa. Akamwambia hapana. Wananisingizia tu tatizo wako ni nilivyo chakula mwaka huu, apende kazi yako, akaja swala nyingi. Mtu akasema alright. Basi mimi nitaka tu kujua kama hivyo, basi tuombe. Wakamaliza. Lakini hakuacha dhambi ile ilikuwa ifanya, kwa kuwa alikuwa nazini. Na siku moja, kwa vile ilikuwa ni kijijini, hakunaga guest house. Wale kijijini huko kuna watu kuna mikonge ya kutosha. Hakunaga guest house. Guest house ni kitu kingine. Sisi kule wali anyway, Israeli sana ni kwa kaburi kwa baba. Ndio bwana. Mume alipoenda kulala kwa yule mwanamke kifuani, akuangalia mbele, kulikuwa na nchi ya kule kwetu kuna mikonge, alafu konge na nchi ina nini? Ncha kali. Akuangalia kwa vile concentration iko kwenye vitu vingine. Akashinda kuangalia, akashinda kuchukua precaution kwamba kuna vitu vingine unapaswa kuangalia. Kuna zamani kuna taa nyekundu, kuna taa ya njano, kuna taa ya kijani. Hakuangalia indicator, akaingia mazima. Na ghafla anakutana na ule mkonge. Ukamchoma jicho. Akaanza kupiga kelele, kumbuka yuko uchi, ndio yuko chini hapo. Akaanza kupiga kelele na hawezi kuona. Unajua jicho moja likuuma na lingine nao linauma. Nikawa kama kipofu ghafla. Akaanza kupiga kelele, mwanamke alikuwa Yebu yangu, ama zako. Ndio. Kabaka katimua, mume kabaki hawezi kuona. Na baadaye kama mama anakimbia, wanakuja kuangalia mwali mpisa msalaba tena na shemasi. Kwa nini usubiri mpaka Mungu akufungue? Maana Bwana amejaribu kukupitia maiba hizi zetu. Kwa nini usubiri mpaka Bwana akufungue? Bwana ni wa rehema. Ili jinsi pale ambapo angeamua kuchukua uovu wako, je, usimame? Lakini Bwana ni wa rehema, ameamua kukupa nafasi nyingine. Kwa nini